Leo nataka niguse somo ambalo linasema kwa nini watu wengi wanaanguka ama wanashindwa wakati wa kujaribiwa kwao. Why do many people fail at their time of tests? Kwa nini watu wengi wakati wa kujaribiwa kwao, wakati wa mapito yao ambao wanapitia, kwa nini wanaanguka? Kwa nini wanaanguka wakati wa nini? Why do you fail in your time of assignment? Life is full of tests. Life is a life of tests. You'll never separate life and tests. And you'll never separate success with tests. Promotion is a result of passing your test. Delay, failure, stagnation is a result of failing in your season of test. Promotion is not automatic. Nimesemaje? Promotion in life is not automatic. Success in life is not automatic. Greatness in life is not automatic. There must be a process, a test you must go through for you to become successful, for you to become powerful. But many people, they are failed in the stage of their test. Everybody have his own test. Everybody. Are you a man of God? Are you a businessman? Are you a politician? Wherever you are, everybody have a test. Kila mtu ako na mtihani yake ya maisha. Lakini kitu ambaye nashukuru Mungu, Mungu hawezi akaruhusu jaribu lije kwako ambaye ni zaidi ya uwezo wako. Kila wakati Mungu anaporuhusu majaribu ya kuje, upinzani ije, mawimbi ikuje, Mungu ameshapima, akashadhibiti, akajua kwamba hii uko na uwezo wa kupita, na ukipita unaenda hatua ingine. Mwambie mwenzako, where are you? How many times have you failed? Mwambie, ni mara ngapi umeshindwa? Ni mara ngapi umeanguka? Mwambie, ni mara ngapi umepita? 2 Corinthians chapter ngapi? 10:13. 1, 2, 3, the whole church. Louder than that. Angalia, no temptation has done what? Has overtaken you. That is bigger than you, that have come to your life. But it is common to what? To mankind, to me, to you. But the Bible says, and God is faithful. He will not let you to be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. What a mighty God we serve. Asema baba, jaribu, Kiswahili nasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa jaribu la kawaida inayopata wanadamu wote, lakini Mungu ni mwaminifu, hata acha ujaribiwe kuliko wezavyo. Twende tusome Kiswahili. Sauti kidogo. Isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Asemaje? Underline the word, hata ruhusu mjaribiwe, hata acha mjaribiwe kupita uweza.
Ndio maana kuanguka jaribu lako ni wewe umetaka. Maana Mungu anasema kwamba hata ruhusu. Mungu ni mwongo. Anasema hata acha ujaribiwe kuliko uwezavyo. Lakini pamoja na ile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Leo Mungu akupe neema ya kustahimili. Afungue milango baada ya leo uweze kustahimili. Hallelujah. What you are going through is ordinary. The Bible is saying ordinary. Because God will never allow you to be tempted beyond your level. But He always make a way for you to endure. Hallelujah. Sema nafunguliwa. Mwambie jirani, kama Mungu amesema hata acha mjaribiwe kuliko mwezavyo, kwa nini basi watu wanaanguka? Kwa nini? Anasemaje? Anasema kwa nini? Why? Kwa nini unaanguka? Na Mungu amesema kwamba hata ruhusu. Tuendelee. Point number 1. Kwa nini watu wanaanguka wakati wanapitia majaribu? Wakati wanapitia upinzani? Wakati wanapitia vita? Kitu ya kwanza, watu wengi wanajifananisha na wengine. Many people they fail because they compare themselves with others. Yani ukipita majaribu unaanza kuangalia fulani naye amepitia. Unajilinganisha na mwenzako. Labda kama fulani ameanguka tu, kama fulani ameshindwa, mimi ni nani nishinde? Kama fulani ameshinda, kwa nini mimi nishindwe? Life, you will never compare yourself with that because we are not equal. We are different. We will never be equal. Everybody is blessed to his capacity. Everybody is blessed to his capacity. Kila mtu amebarikiwa kwa level yake na kila mtu anajaribiwa kwa level yake. Ndio maana kuna jaribu yako wewe ukimwambia mtu mwingine anaona kama ni mchezo. Unasikia kabisa hapa, unaona kabisa kama karibu na kufa. Hii kitu najinyonga hii. Lakini na wewe ukikutikana na yako, na anaona yako ni kidogo. So that's why when you compare yourself with others, you automatically fail your test. Wewe mwenzako wacha kujilinganisha na wengine. Kwamba unajua sisi, unajua familia yetu, unajua nani yetu, unajua kwa nini hata yako na degree kama mimi. Mnaweza mkawa na degree imefanana lakini majaribu haifanani. Mnaweza mkawa umri moja lakini majaribu haifanani. Mnaweza kuwa age mates lakini majaribu haifanani. Mungu ako na system yake tofauti na system ya watu. Wagalatia sura ya 4. Galatian 6:4. Alafu 2 Corinthians 10:12. Anasema lakini kila mtu apime kazi yake. Anasema apime kazi ya wengine. Kazi yako mwenyewe. Kazi yako nani mwenyewe? Ndipo utakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa wenzake. Kwamba usijifananishe na wengine. Kwamba mtu akinunua gari na unataka ununue gari. Mtu akijenga na unataka kujenga. Mtu akiolewa na unataka kuolewa. Mtu akipromotiwa na unataka promotion. Hatuwezi tukalingana. Kila mtu ako na level yake. Kila mtu ako na neema yake. Kila mtu ako na jaribu lake. Angalia andiko 2 Corinthians 10:12. 2:12. Hallelujah. 1 2 3 tusome wote kwa imani. Arjasoma turudi tena. Oja niwasaidie. Anasema tusome wote. Kwa kuwa
hatudhubutu, huyu ni Paulo, hatudhubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe, wala kujilinganisha, wala kujilinganisha nao, bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao na wakijilinganisha nafsi zao hawana. Kumbe unapojilinganisha na mtu mwingine hauna akili. Unavaa wigi, unataka hiyo wigi. Ni sahihi kuongea, andiko inaongea. Ukiona mtu amehama kwenye hii gorofa, ameenda gorofa nyingine mpya imejengwa, ambayo ni room further, na unataka unaona hata ni fulani alihama juzi, hata mimi fulani ulihamia wapi? Hebu na mimi nitafutie hapo. Ndio maana watu wengi wameanguka. Ndio maana watu wengi wanaanguka, sababu kila mtu ako na maisha yake Mungu amempangia. Na alivyopanga Mungu sivyo ulivyopanga wewe. Wewe mwenzako, wewe ni mara ngapi unajilinganisha na watu? Ni mara ngapi umenunua vitu maana watu wengine wamenunua? Ni mara ngapi umenunua style maana wengine wamenunua style? Kuna watu wengine, kuna watu wanaongea kama watu wengine. Wanaongea kama fulani. Wewe mwenzako, mwambie wewe, huyo ndugu yako mnaweza mkao mmelala tumbo moja, mwenywa maziwa moja, lakini msipitie jaribu sawa. Wewe mwenzako, wewe jaribu lako si jaribu la mwingine. Unapojilinganisha wewe hauna akili. Kuna watu wanasomea wengine, fulani, wewe fulani unakaaje? Wenzako walishafanikiwa, wengine walishainuka. Labda ile siku mimi nainuka, sio hiyo siku unainuka. Labda ile siku unafunguliwa, sio hiyo mwenzako anafunguliwa. Learn to live your personal life. Learn to fight with your vision, not the vision of others. Don't compare your vision and the vision of others. Don't run the race of others. Wakati unaona wengine wanakimbia 100 meter na unataka kukimbia 100 meter, labda yako ni 42 kilometers. Utakimbia kilomita 2, roho itatoka nje, utakufa. Life is a race and everybody have his distance. Life is what? Is a race. Na kila mtu ako na distance yake. Kuna magari nyingi, uwezo kalinganisha magari speed. Kwamba una gari yako, mbona gari yako inishindi? Uwezi linganisha speed ya magari. Haleluya. 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 Mwambie vile vidole yako iko, ndivyo maisha yako iko. Hiyo vidole ni ya mwili yako, si ni kweli? Zinakula chakula moja, unaziosha zote pamoja, unazipaka Cutex yote, lakini haziwezi zikalingana. Ndivyo maisha ilivyo. Wewe mwenzako, mwambie leo pona kwa jina la Yesu. Kuna mtu unakuta mtu ako na stress. Ako na stress karibu anakufa. Eti maana fulani anafanya kitu fulani hajafanya. Utakufa bure. Kuwa na amani, kuwa na furaha. Wewe shinda jaribu lako. Haleluya. Haleluya. Labda wewe mwenzako, wewe ambia wewe, kuanzia leo wacha kujilinganisha. Mwambie hawa watoto wako, wacha kuwalinganisha na watoto wa ndugu yako. Wacha kuwalinganisha na watoto wa rafiki yako. Haleluya. Kuna watu leo mpaka wazazi, kuna wazazi wameharibu maisha ya watoto wao, maana wanalinganisha na wengine. Wanalazimisha wafanye course hii, maana mtoto wa ndugu yake anafanya hiyo course. Hapana, no. This one. Kwa nini hizo? Hii course hii ndio original. Niliambiwa rafiki yangu ndio original. Achana na yenyewe. Follow your own line. Mwambie follow your own line. I pray today, may the Lord give you grace to live your own life. Grace not to compete with anybody.
Grace not to compare with anybody. Hata watu wengi leo, mke na mume, baba na kijana, kijana na mama, kwa sababu unashangaa mzee analinganisha mke wake na mke na rafiki yake. Yeye una akili. Mbona fulani anakuanga anafanya? Mama fulani ni mama fulani. Hata watumishi wa Mungu. Apostle mbona ufanyangi hivi kama kanisa fulani? Kanisa fulani ni kanisa fulani. Every ministry have their battles. Kila huduma iko na ndio maana kila siku tunasikia vita za makanisa. Kila kanisa iko na vita yake. Hata Epinako iko na yake. Unaweza kushangaa siku moja vita inuka. Ya Epinako. Unashangaa watu wanapiga kona. Iko uwezo ukahepa. New level need a test. Unasemaje? New level need a test. For God to exalt you, he must test you. Genesis 22 verse 1. Mwambie mwenzako, how are you? Mwambie wewe, unajilinganisha na nani? Yeah? Kuna watu leo wamezaliwa boma moja, ndugu yake ni mweupe ni mweusi, anataka kuwa mweupe kama mwenzake. Utapata shida. Utapata shida, ninakwambia. Wewe mwenzako ndio kaa vile Mungu anataka. Usikae vile watu wanataka. Tusome 1-2 Genesis 1-2 tusome wote kwa imani. Sauti kidogo. Akamwambiaje? Akasema Mungu akafanyaje? Mungu akamjaribu Ibrahimu. Ibrahimu alijaribiwa, lakini uzuri Ibrahimu alishinda jaribu lake. Mwambie mwenzako, pokea neema ya kushinda jaribu lako. Na kuombea kwa jina la Yesu. Wewe ambao uko hapa, Mungu akupe neema, akupe amani ya roho, the peace of heart, that where you are, God will give you peace, God will give you joy until you overcome your test. Hallelujah. Point namba ngapi? Point number 2. Kwa nini watu wengi wanashindwa wakati wa majaribu yao? Many people, they what to call murmuring, kulalamika. Fanyaje? Kulalamika. Kuna watu wameshindwa kwa sababu they always murmur. Wakianza kupita kwenye mambo fulani, wakianza kupita kwenye ugonjwa, wakipita kwenye uchumi, wakipita kwenye hali fulani, wanaanza kulalamika. Waanza kunungunika. Oh God, why me? Why me? Kwani ni mimi? Kwani Mungu uko wapi? Mungu yuko na hajabadilika. Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kilichoua wana Israeli, kilichopiga wana Israeli jangwani ni kitu ambaye inaitwa kunungunika. Maana kwa nini walikuwa wananungunika? Walikuwa wananungunika kwa sababu Mungu alipowaambia watoke Misri, aliwagaranti kwamba na watoe Misri na wapeleka Kanaani. Mungu hakuambia watapitia majaribu. Aliwaambia mkitoka hapa kwa Farao ni Kanaani. Lakini between Egypt and Canaan there was several tests. So the moment walianza kupitia test, wakaanza kunungunika. Walipoanza kunungunika, maandiko yanasema hivi, wakachelewa kufika na wengine wakakufa kabisa wasifike katika nchi ya ahadi. Hata wewe ambao uko hapa leo, kuna vitu nyingi umeshindwa kufikia. Kuna a lot of delay in your life simply because you have failed to attest because of murmuring. Mwenzako wewe unalalamikanga. Anasemaje? Kuna watu ni ma-expert wakulalamika.
Kuna watoto ambaye kwenye nyumba ni ex-lalamika. Hata akiweka chakula kabisa chakula. Sasa angalia yangu nana. Fulani anahesabu nyama na hivi. Hakuna. Mwambie wewe, stop murmuring. You are going to delay your destiny. Hebu sikia andiko la ajabu sana. Sikia andiko. Numbers 14:26-30. Sema nafunguliwa kwa damu ya Yesu. Sema nafunguliwa kwa damu ya Yesu. Sema nafunguliwa kwa damu ya Yesu. Hallelujah. In the book of Numbers ngapi? 14:26-30. Soma yandiko. Soma wote. Oh, technical team. Hard copy. Weka mic. Tusome. 1, 2, 3. Sauti kidogo. Ndiyo. 27. Je, nichukuane na mkutano mwovu huu inunikayo hata lini? Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli wanungunikayo. Endelea. Waambie, kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyofanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenyu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao walionung'unika. Amespecify hao walionung'unika. Asa nimesikia manunguniko. Every time you are complaining, God is listening. God does not have a way to help a murmuring person. That means whatever you are murmuring, God will deliver what you murmur. Kuna akija tu hata akiomba simi, tangu mimi nimeenda hiyo kanisa, tangu nimetoa sadaka, sijaona kitu. Tangu hata hiyo ugonjwa sukari ninaongezeka inapanda. Hiyo sukari itakuwa. Hiyo. Maandiko yanasema what you have said, that's what I'm going to do. Wanasema afadhali tungekufa, ngambia afadhali mkufe, sasa nitawaua. Wewe mwenzako wewe, hiyo kunungunika hiyo ndio inaua hiyo biashara, ndio inaua hiyo ndoa, ndio inaua hiyo kazi, ndio inaua hiyo promotion. Hii kazi, tangu nianze hii kazi, hii ni miaka 20, sijai promotiwa, makaratasi nakuja, wengine wanainuliwa, mimi naachwa tu. Wewe utamaliza, utaretire bila hujapata promotion. Lakini ukiwa mtu wa kila siku unaambia Mungu asante. Asante maana Yesu pamoja napitia hii. Asante maana uko na mimi. Baba, hata pamoja na hii vita Mungu ananisaidia. Wewe mwenzako wewe utanungunika mpaka lini? Anasemaje? Muulize, mwangalie kwenye macho, mwambie unanungunikanga kweli? Anasemaje? Anasemaje? Kuna hata mtu akija hata akitumia prophet message ama apostle, bahati mbaya tu abulutika hajasoma na ulikuwa unapitia shida ngumu, wewe tukati pastor gani? Pastor gani huyu? Kwani kazi yake ni nini? Kazi yake ni kutuhudumia. Kazi yake nimefiwa hajakuja. Nakwambia hivi wewe, na kuombea leo kwa jina la Yesu, pepo la kunungunika litoke. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Pepo la kunungunika ng'oka, toka ndani yangu. Hautaniangusha mtihani, sita fail katika jina la Yesu. Lazima nifike mahali Mungu anataka. Haleluya. Wewe mwenzako utanungunika mpaka lini?
Haleluya. Kwamba mimi nimesoma sipati kazi. Wewe uwezo kujua kama ni jaribu lako. Leo naombea watu wote ambao wananungunika, Mungu arehemu. Ina mikono yako juu. Bwana Yesu, nimenungunika sana. Naomba nisamehe. Nimenungunika ndani ya moyo wangu. Kuna kitu nataka unipe, lakini nimelalamika excess. Leo nisamehe. Niko tayari kusubiri wakati wako katika jina la Yesu aliye hai. Can I hear big amen? Can I hear big amen? Can I hear big amen? Wewe mwenzako, nini nakufanya unungunike? Kitu ambacho inafanya watu wengi wanungunike is a lack of patience. Watu wengi si wavumilivu. Watu wengi si wavumilivu. Si wavumilivu. Sio wavumilivu. Watu wengi sio wavumilivu. They are not humble at all. They are not humble at all. Hawana chembe chembe za uvumilivu. Hawana. Kitu kidogo tu wamelipuka, dogo tu wamezira, wamesurrender. Wana Israeli, they were not patient. Walizira haraka. Hallelujah. Point number gapi? Point number 3. Point number 3 inasema kwamba failure to know your season. If you don't know your season, you'll not know your time. Ukishindwa kujua majira yako, hautajua wakati wako. Umesemaje? Ukishindwa kujua majira yako, hautajua wakati wako. Kila mtu ako na wakati wake. Kila mtu kwenye maisha ako na wakati wake kwenye maisha. Life is full of stages, but every stage have its season and time. And maybe your stage time is not my stage time. Kuna watu ambao season yao wanapata vitu fulani haraka, lakini kuna vitu zinachelewa. Labda ile inachelewa kwako ndio inaharakisha kwangu. Ile inaharakisha kwangu ndio inachelewa kwako. That's the big problem. Mwambie mwenzako, you can never have one season in life. Ajasikia? Mwambie, you can never have one season in life. In marriage, you will never have one season in marriage. Haiwezekani kwenye ndoa kuanzia ile siku ya kula keki, ana meremeta, bibi harusi ana meremeta, ana eneta, valisha ni pete, sasa ni mke na bwana, weka mzee harusi kisi mke wako, bibi harusi kisi. Sasa unashikiliwa huku nyuma, unatembezwa, unashikiliwa, kila kitu unafanyiwa. Haitakuwa harusi kila siku. Wewe mwenzako, wewe haitakuwa harusi kila siku. Hataki. Haleluya. Ama itakuwa harusi kila siku. Haitakuwa honeymoon kila siku. Kuna wakati ingine ni hatari. Joto, moto inapanda gauge. Mwambie wewe, hapo utafanyaje? Kama hujui ni majira yako, itakuwa shida. Haleluya. Mwambie uwezo ukawa mtoto kila siku. Ile siku ulizaliwa, toto baby, kila unachukua, kalete hoja, ni karembo jamani. Wewe kuna wakati nafika ni viboko unapewa, ni kufinywa. Hata wakati mnazaliwa kwa boma yenu, wala watu wakubwa, watu kale kadogo kile mnamshika. Lakini kuna wale ni viboko anapigwa. Ya fulani, enda kalete kuni. Mama kuna giza, enda hivyo. Wewe mwenzako, wewe kuna stages. Mwambie ukijua hautakuwa na shida. Bora tu jue kwamba I know my season and I know my time. Nilikuwa naambia kwamba kuna wakati nimewafundisha sana, nikamwambia kwamba kuna dry season. Nikamwambia kuna harvest season, kwamba kuna season ya dryness,
Kuna season ya harvest. Uwezo ukawa harvest kila siku. Uwezo ukawa dry kila siku. Kuna waiting season. You cannot wait forever. Semaje? You cannot do what? You cannot wait forever. Mwambie mwenzako, do you know the series of your seasons? Unaweza ukashangaa saa ile watu wote wanafanikiwa, wananunua magari, wanajenga, wanapromotiwa, wanaoa, wanaolewa, yani wewe ndio uko, ndio hali ni mbaya, kufa na kupona. Ukienda mfano mahali kama Sheria House, utakuta watu ambaye wanashikana mikono ndio wanaenda kufunga harusi. Utakuta wengine wanarukiana kule ndani, wako na baka na maloya. No, divorce. Wambie wewe uko majira gani? Hataki. Wambie uko majira gani? Shetani anajua kwamba nikimkujia fulani wakati wake wa majira hii ataanguka, ndamweza. Lakini ukishajua hautawahi anguka. Leo nakuombea kwa jina la Yesu, kila majira yako unayopitia, Mungu akupe neema ya kumaliza kwa ushindi. Azza, Mungu akupe neema ya kumaliza kwa ushindi. Narudia tena, Mungu akupe neema ya kumaliza kwa ushindi. Ndio maana usiwahi cheka watu, maana haujui majira yake. Nasemaje? Usiwahi cheka mtu, maana hujui majira yake. Uwezo kujua. Sasa fulani kazi siku fulani amechaka. Yaani hiyo tunguo ya blue, hiyo koti ya blue tu ya red. Yanavaa. Kwanza tuseme chapa aje? Sio kuchapa, ako kwenye season yake. Wewe endelea, kibao itabadilika. Season yake ya dryness itakuja kwako. Ile ya kuvuna inaenda kwake. Haleluya. Ataki. Haleluya. Unashangaa tu, kwani fulani kasa sana kusana mume wake? Kwani hajui kuongea na mume wake? Hajui. Hatajua afundishwe jinsi ya kuongea. Maana wewe kila saa mnacheka. Wacha kibao ifike, season yako ifike. Utajua kabisa kwamba kumbe unajua hata mimi sikuwa najua, kumbe ni hivi na kuanga, ndio hivi na kuanga. Ndio hivyo na kuanga. Ndio hata sasa unapasa hiyo kanisa, wewe ongea tu ya kanisa za watu. Yako inakuja. Ikifika. Mimi nasemanga afadhali ule mtu anapita kwenye majaribu yake, maana yanamalizia. Wewe haujui nini na kusubiri. Na kuombea leo kwa jina la Yesu. Na kuombea kwa jina la Yesu. Naombea ndoa yako, naombea watoto wako, naombea familia yako katika jina la Yesu aliye hai. Na kuombea kwa jina la Yesu, Mungu akusaidie majira. Mama mmoja alikuwa na mbwembwe. Alikuwa nini? Mbwembwe. Mbwembwe ni mtu ambaye anaongea sana, anaongea kupita kawaida. Mungu alikuwa amembariki, alikuwa na wasichana 5. Hao wasichana wake Mungu aliwabariki sana. Wote wakaolewa na watu wa maana wote. Na wakabarikiwa, wakapata watoto, wakafanikiwa. Sasa mke mwenzake alikuwa na wasichana 6. Wote wakazalia nyumbani. Akasema mzee, sasa angalia mke gani huyu? Hajui kuongea na wasichana wake. Hajui kuongea na watoto. Hajui kuwalea, anawadekesa. Akaanza kumwaga maneno. Kumbe hajajua hawa wamezaa nyumbani ni majira ya huyo mama anapitia. Wao wameolewa ni majira walikuwa wanapitia. Baada ya miaka 20 ule sasa watoto wamepata mpaka wajukuu wakubwa. Wa kwanza akarudi. Wa pili akarudi. Watoto wakarudi. Wote wakaja nyumbani na wakafukuzwa na watoto wao wote. Ukakuta boma nzima ni kama kijiji. Wengine wanalala sitting room, wengine kwenye makochi, wengine wanalala nje. Amsakaambia kwamba ni nini mbaya? Asema, "Ambia suli kuna semanga fulani hajui kuongea na watoto wake." Asema sijui ni mchawi gani? Sijui. Hakuna cha mchawi. Chunga unavyoongea juu ya majira ya wengine. Wewe mwenzako mwambie jirani, punguza kuongelea majira ya watu wengine.
Punguza kuongelea ndoa za wengine. Punguza kuongelea watoto wa wengine. Punguza kuongelea makanisa ya wengine, viongozi wengine, wafanyakazi wenzako. Maana siku inakuja ukiwekwa kwenye kona hakuna kukutoa. Haleluya. Sema nafunguliwa. Wewe mwenzako, wewe uko majira gani? Anasema ako gani? Harvest, dry, waiting, ako gani? Haleluya. Unajua ukiwa kwenye harvest season, ukiwa kwenye majira mazuri, hata usipojipaka mafuta unang'aa. Hata usipokula chakula sasa, sikiza sikulangi sana. Au kule unashangaa unastawi tu. Hata ukifanya t-shirt ya kawaida inakubali. Ukipiga tu kawigi ka kawaida inakubali. Ile siku itafika dry season, nakwambia ukipaka lipstick haishiki wewe. Haishiki. Maana ni season. Hautaki. Ni season. Itafika wakati season haishiki. Utavaa wigi na wigi tembea nje inaanza kurudi kuanguka huko nyuma. Wewe chunga sana. Majira isikupe kiburi na majira isikuvunja moyo. Maana inaweza kukuvunja moyo, inaweza kukupa kiburi. Hata kama wewe ni mwimbaji, usiwahi kuwa na kiburi sababu ya majira. Hata kama wewe ni mhubiri unahubiri, usiwahi kuwa na kiburi ya majira. Maana kuna majira itafika. Unasema, na ndio maana ukishajua majira hautakuwa na stress. Kwenye kanisa tulikuwa na watu walikuwa wanatupenda. Ndugu mmoja alikuwa partner, akasema, "Daddy, nakuambia hivi. Nimesema hivi. Afadhali mke wangu achukuliwe, lakini Pinako sitachukuliwa." Leo sijui mahali yuko. So when you know season, utajua kwamba kuna wakati watu wanakupenda watakuwa maadui wako. Na haitakupa stress. Utalala vizuri na maisha kama hujui utakwenda kupiga magoti, "Jamani, fulani rudi tu. Oh baby, sweetheart." Majira ikifika hakuna cha sweetheart wala cha baby wala cha nini. Majira ni majira. Wewe mwenzako, wewe majira gani unapitia? Ecclesiastes chapter 3 verse 8. Haleluya. Kuna majira ya kutupiwa vitu nje. Unawekewa kifuli mbili. Hata uombe, hata uanointiwe, kifuli haitatolewa. Lakini kuna wakati itafika, itatoka automatic. Maana majira. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 8. Wewe mwenzako, Mungu akupe neema ya kushinda majira yako. Tusome tena. Wakati wa kufanyaje? Wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Wakati wa vita na wakati wa amani. Simamia hapa. Kumbe kuna wakati wa kupendwa na kuna wakati utachukiwa. Man of God, pray for me. I feel rejection. Hakuna cha rejection. So Father, in the name of Jesus, every rejection come out. Dinaongezeka. Hallelujah. Anything that you pray and does not go is a season. Anything you fast and pray is a season. When the season comes to an end, it will end automatically. Are you hearing me? Tuendelee. Kuna wakati wa nini? Wa amani, kuna wakati wa vita. Unaweza shangaa hata kwenye boma tu vita na sio maandiko, vita tu inaendelea, vita ya mke na mume, vita ya watoto, vita kazini. Ni wakati wa vita. Unapigwa kazini mpaka unatamani kuresign. Mpaka ukiwaza tu kesho ni kazi, unachanganyikiwa. Au unaweza kuwa na vita kwa familia yako, ikifika jioni utamani kurudi nyumbani. Ni majira. Soma andiko. Put it. Mstari wa ngapi? Umeenda mbali sana. Umekimbia kweli. Rudi mstari wa ngapi? Rudi mstari wa pili. Wa pili nasemaje? Mstari wa pili. Wakati wa kufanyaje? Wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa.
Kumbe kuna wakati ya kung'oa nini? Yaliyopandwa. Endelea. Wakati wa kuua, wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa nini tena? Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wewe mwanzo kuambia kwa wakati gani? Unalia au unacheka? Hata ukijaribu kucheka wakati wa kulia, kicheko haitoki. Nilikuwa naangalia kuna clip kamoja. Nilikuwa nimeona kuna kijana kama pengo. Alikuwa kanalia, anacheka. Haleluya. Wewe mwenzako, wewe kama ni wakati wa kulia, lia. Mwambie, kama ni wakati wa kulia, lia. Kama ni wakati wa kuomboleza, omboleza. Kama ni wakati wa kucheka, cheka. Kama ni wakati wa kujenga, jenga. Mwambie, learn to move with your season. One of the powerful things you should understand about season, that God always works in season. Very important to know. That's why anyone that is operating in his season according to God's time, he will never fail. He will never be disappointed. Never force yourself to work out of season, because you will fail. You will be disappointed. You will cry. No matter how painful your season is, vumilia tu, kaa, kwa sababu there's no shortcut of seasons. You must go through. Are you a pastor? You'll go through. Are you an apostle? You'll go through. No matter the title you have. Ata rise and ako na season yake. Iko nayo. Hallelujah. Iko. Sai season ya Kenya ni season ya dryness. Kenya dry. Kila saa mara maandamano, mara makesi ya mauaji, yani fujo kila siku. Shilingi inashuka kila siku. Nakwambia hivi, hatutakuwa hivi milele. Narudia tena, hatutakuwa hivi milele. Kuna siku itafika kwamba shilingi itakuwa inaenda juu, uchumi utakuwa unabadilika, nchi itakuwa na amani. Lakini majira ikiwa hakuna kitu ya kufanya, ni kuendelea tu kuomba. Mwambie mwenzako, kuanzia leo pokea neema ya kujua majira. Umepokea majira yako. Haleluya. Wakati wa kuomboleza, usilazimishe kuvaa nguo ya harusi. Itaonekana tu, hata macho yenyewe itaonyesha kwamba huyu anaomboleza. Hata ukiwa na nguo ya harusi unaomboleza. Haleluya. Sema, Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nitetee, katika jina la Yesu. Kila nguvu, rudia tena kwa sauti. Siasikia mkiomba. Sema, kila nguvu inayepambana initoe kwenye majira yangu, naishinda kwa damu ya Yesu. 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 Ibilisi hautaweza, hautaniua, hautanitoa kwenye majira yangu, katika jina la Yesu. Every season of God, my season of God, will not be manipulated. In the name of Jesus. Lord Jesus, give me grace to go through my season. To go through my season. In the name of Jesus. Ndio maana shetani akitaka kuwa hatima ya watu, anawachanganya na kuwatoa wakati wa majira yao. Ndio maana unapokaa na marafiki zako, unapokaa na ndugu zako, unapokuwa kanisani, jifunze kuangalia mtu ambaye anapitia majira fulani, asije akakulazimisha upite majira yake. There are people who always get close to you. They will always force you to enter the season. Wakikuingiza kwenye season yake, akienda yeye akishatoka kwa season yake, anakuacha mwenyewe. Then you become confused. Ujue kitu ya kufanya. Lakini leo nakuombea, Mungu akupe neema. Mungu akuanoint. Yoyote ambaye amekuja ibada ya leo, I anoint you in the name of Jesus. Be anointed by the grace of God. Be anointed by the grace of God. Be anointed by the grace of God. Be anointed by the grace of God.
Are you going through a season of tears? May the Lord weep your tears in the mighty name of Jesus Christ. Are you going through a season of building? May the Lord help you. Any season you are, any season you are, any season you are, receive grace to accommodate it. Receive grace to accommodate it. Receive grace to accommodate it. Because you'll never stay there forever. Asema, you'll never stay there forever. Ndio maana our Father in the Lord, Prophet Magaya, alikuwa atuambia kwamba, when you see the door is open, run before it is closed, because it will never be open forever. And it is not going to be closed forever. Mwenzako, don't be challenged with other people's season. Tuendelee ama tuachie hapo? Tuendelee. Point namba ngapi? Point number 4. Inasema, kwa nini wanaanguka? They do not accept to be corrected. Watu wengi wanaanguka sababu hawataki correction. Asema na siku za mwisho watu hawapendi maonyo. Many people, they fail because any student that does not want correction will fail. Kuna wanafunzi wajuaji hawataki kufanyiwa correction. Nakumbuka kulikuwa na rafiki yangu mmoja tukiwa primary. Tukifanya hesabu, akikosea formula, aekewa wrong, kulikuwa na raba fulani, kulikuwa na raba ya blue, anavuta hiyo wrong, anaweka right. Mimi mwenzangu, na huko hivyo. Yaani anaekewa right, wrong, right. Anaenda anavuta hizo wrong zote. Baka karibu anarua page. Anachukua red pen na ikacha. Sasa unajua shida ni nini? Mwambie mwanangu, unajua mwambie, do you know the problem ya kukataa correction? Mwambie mwanangu, unajua hasara ya kukataa correction? Mwambie unajua. Shida ya correction ni kwamba ukiekewa wrong alafu vute uweke right, wakati mnakaa, wakati mtihani nakaribia, mtakuwa mnafanya revision. So wakati una revise, you will repeat the same mistake. So wakati unafanya mtihani, maana ulikataa kucorrect, kwenye mtihani yako utaandika the same mistake na utaanguka. So anyone who does not want correction, you will remain at the same mistake, at the same stage. You will never make progression. Learn to have a correctable spirit. Hata kanisani leo watu wanataka correction. Ule correct watu kidogo, anatoka kanisani, anaacha kanisa, anaenda kanisa nyingine. Bwana Yesu asifiwe, nimerudi, niko hapa. Mwambie wewe. Mwambie Yesu alisema, maandiko yanasema kwamba Mungu anamcorrect anayempenda. So if you are not corrected, there's no love. Nobody is perfect. Nasemaje? A best student is a student who live a life of correction. Because correction make you perfect. The more you are corrected, the more you become perfect. The more you are corrected, the more you become perfect. A mistake that you have corrected today is very hard for you to repeat tomorrow. But the mistake you don't correct today, it will make you to fail. That's why lack of correction in life will bring errors. Lack of what? Lack of correction will make you what? Have errors. Then, when you have errors, I tell you, you will repeat the same mistake. Ndio maana watu wengi ambao wameingia kwenye matatizo
hata wazazi wao wasichana au ni kijana ama ni mzee ambaye ameanguka, ni mtu ambaye akifundishwa hasikii, akirekebishwa hasikii, akionywa hasikii. Watu wengi wanakujanga, watu wengi mimi nashanganga. Sasa unakuta mtu anaja kuniona. Ananiona, ananiambia daddy, hebu ni advise, na hata wengine wa kanisa, wengine si wa kanisa. Unakaa kama wanawa, unampatia advice, unamcorrect. Baada hapo, asiana na prophet ananiambia apostle, niko na appointment na fulani. Anambia ile correction ya apostle nikasi yakubali. Akienda kwa prophet akikorejea anaja kwangu. Akitoka hapo anaenda kanisa nyingine. Pastor, nilienda kanisa moja, huyo pastor akaniambia hivyo anafanyana kila siku. Hataki akaya rekebishwe mpaka akuwe mtu wa maana. You'll never be blessed with corrections. Nasemaje? Repeat again. You'll never be blessed with correction. Bila sema anayeshupaza shingo yake itavunjika. Mwambie wewe, unakubali kuongeleshwa, kurekebishwa. Kuna watu wako na hasira. Hawakirekebishwa ni vita, ni ngumi, ni mateke. Kuna mtu ukimrekebisha atakusikiliza hata akujibu. Ukitoka hapa utapata majibu kwenye status. Anaeka kwamba maisha ni yangu, shughulika na yako. Ndio hiyo maisha tunaishi. Mwambie neighbor, you will never become a teacher of your own life. Uwezi kuwa mwalimu mwenyewe. There is no a teacher without a student. You will never become a life of teachers alone and students alone. God will always bless you with a teacher who will correct you to become a perfect student. I think all A students there are students who are correctable. Ni kweli au ni uongo? Ni kweli au ni uongo? Haleluya. Mwambie mwenzako wewe, ni wapi umekosea na ni wapi utaki urekebishwe? Kuna watu ambaye kuna some errors wako tayari rekebishwe. Na kuna zingine wanasema hii kama ni jehanamu niko tayari twende. Mwambie mwenzako wewe, kataa hiyo roho ishinde. Kuna mtu hata kiambiwa hapa kwenye kwaya, kuna watu wengi hapa kwaya wametoka hapa. Akasema tu Asema ya nini? Hapa. Ukiambiwa tu wewe fulani usishike mic hivi. Shika mic hivi. Hii mic ni unanunua kanisa. They don't want to be corrected. Hata kwenye ndio maana leo tuko na shida. Shida kubwa tuko naye kanisani. Kwa sababu watu wengi hawarekebishiki. Ukimuita kiongozi ni partner, unaongea naye, unamrekebisha, hii 1 2 3, kesho umuone. Kuna mmoja kuja ananiambia, hadi apostle, mimi nimesikia kabisa sauti inaniambia kwamba sasa niwe na wake wawili. Niambia, Yesu gani huyo? Akasema hata Ibrahimu. Tulikaa hapa 2 hours. Ananiambia daddy, alianza kunitega. Ananiambia daddy apostle, hivi nikuulize, siku hiyo alikuja na Biblia NIV. Sasa hivi nikuulize daddy, hii Bible yote tunafuatanga? Nikamwambia ndio tunafuata. Yote kabisa, yote. Kwa hiyo yote nikifuata verse yote ambayo imeandikwa hapa niko perfect. Nikamwambia ndio, utamwona Yesu. Sikujua ako na agenda yake na verse yake. Nikamwambia sasa daddy. Asa Mungu amenibariki. Mungu amenibariki na daddy, I'm doing according to the word of God. Mungu amenibariki, nimepata mke mwingine. Nimeona kwamba Biblia inasema kwamba mwanamume mmoja ataoa wanawake 7. I'm telling the truth. Asema na saa hii
kulingana na miaka vile inaenda, niko na moja. Nataka niongeze hata angalau wawili, nipime kama naweza ongeza ingine. Hadi si ni Biblia. Nikamwambia ushindi kwa jina la Yesu. Nikamwambia you are manipulating the word of God. The Bible only allow a single marriage. Asa kama hivi. Basi Biblia inatuchanganya. Then the Bible must be confusing us. We have to edit the word. Nikamwambia endo kaeditiwe mwenyewe. Hata tangu siku hiyo sijawahi muona. Sijawahi muona. Mwambie mwenzako wewe. Mwambie na wewe. Biblia unasoma ngaje? Si kuna watu mpaka wanakunywa. Wanasema kwamba imeandikwa kunywa kidogo kwa sababu ya afya. That's why if you don't have a teachable spirit, a correctable spirit, utakuwa unaona kama huyo alikwambia huyo mwanafunzi anavuta, anaweka tiki. Hivyo ndio yeye alikuwa anafanya. Yaani kuna error lakini anavuta anaweka nini? Tiki. Wewe mwenzako wewe, kuanzia leo kuwa na roho ya kufundishika, kuwa na roho ya kuwa corrected. Mwambie wacha ujuaji. Mwambie wacha ujuaji. Haleluya. Hataki? Hata kwenye Biblia wakati wa Petro wa Paulo kulikuwa na watu ambao walikuwa wajuaji, walikuwa wanapoteza wengine. Na kuombea leo kwa Mungu. Mungu akupe sober mind. Usipotee. Haleluya. Ndio maana hata saa hii Kenya kila mtu amekuwa mhubiri. Hii Kenya. Kila mtu ameenda theology hii Kenya. Ndio maana kwenye mtandao sasa tunasema kwamba Yesu peke yake ndiye alitembea juu ya maji. Kila mtu ako na andiko yake na and the Bible you cannot interpret in flesh. You need the Spirit of God. The Spirit of God teaches and corrects us how to live according to the word of God. This is my prayer for you today. Anyone that is listening me, Mungu akupe neema. Na kurudia tena, Mungu akupe neema, Mungu akupe kibali, neema ya kufundishika ikae ndani yako katika jina la Yesu. Mwambie rekebishika kwa jina la Yesu. Receive correction in the name of Jesus Christ. Mwambie pokea correction. Point namba ngapi? Point number 5. Kwa nini watu wengi wanaanguka wakati wa majaribu? Number 5, their ignorance of their challenges. Ignorance will make you to fail. Maana ignorant ni watu ambao wanapuuza vitu. Wanapuuza. Anaambiwa kitu, anapuuza. Anaota ndoto, anapuuza. Anarekebishwa, anapuuza. In the book of Isaiah 22:28. Isaiah 22:20 ngapi? 22:28 inasemaje? It's 28:22. 28:22. Isaiah chapter number 28 verse 22. 1 2 3 tusome wote. Sauti kidogo. Basi sasa msio watu wenye kudharau vifungo vyenyu, sije vikakazwa. Maana nimesikia kwamba kwa Bwana wa majeshi habari za hukumu itakayotimilizwa, nayo imekwisha kusudiwa itakayowapata dunia yote pia. Watu wengi kwenye maisha wako ignorance. What you ignore will kill you one day. Unachoipuuza leo inaweza ikakuua kesho. Kitu ambaye that's why life need a serious attention. Maisha inahitaji umakini. Remember, kila hatua unachukua kwenye maisha, one step you take today, any step you take today, it determines tomorrow. Hatua yoyote unachukua leo inajalisha. Anything you do
ni kuongea, ni kuact, unafanya, ina sababu. So unapopuuza kitu, inaweza kesho ikalete shida. Maneno ambayo unaongea unaweza kupuuza. Maneno ambayo unaambiwa unaweza kupuuza, kesho inaweza ikakuletea shida. Dada mmoja kwa namsaidia, wakati aliolewa akakaa mwaka moja, mwaka wa pili Mungu ambariki akapata mtoto. Ule kijana akawa anamtishia kumua. Mama yake akamwambia njoo. Akaenda nyumbani kwake. Mama akamwambia kwamba usiwahi rudi kwa huyu kijana, achana naye. Kama Mungu anataka uwe na boma yako, atakupa mtu mzuri, achana naye asije akakuua. Baki lea mtoto wako. Tunalimsiana, alikaa kakaa, mama yake akakufa. Mama alipokufa, hata baada ya miezi 3 nijaisha, akarudi kwa jamaa. Baada ya hapo akadungwa kisu, akafa. Kilichomfanya afe ni ignorance. Aliambiwa kwamba hii kitu achana nayo. There's something today I can tell you, or you can be told by your parent, or you can be told by a genuine reasoning. Ukaambiwa hii kitu achana naye, ukakataa, kesho ikakuwa. Watu wengi leo they are victim of ignorance. Wewe mwenzako, wewe nini umepuuza? Kuna watu wamepuuza ndoto. Wameota kabisa. Wameona kwenye shimo. Wameona na nyungwa. Wameona anabebwa na maji. Wamepuuza. Sasa hiyo ni ndoto tu. Those are just nightmares. Ndugu yangu, iko siku italeta shida. Mama mmoja akaja kwa muombea. Akasema, apostle niombee kwa sababu kila siku, anasema hii ni mwaka wa 5, kila siku naota mimba zinatoka. Ameniambia, mama, kama wewe una miaka 60 unapataje mimba? Anasema sijui, maana physically sina mimba, lakini kila siku naota mimba inatoka. Anasema naota mimba inatoka. Anasema nimeota mimba ya kwanza imetoka, mimba ya pili imetoka, mimba ya 3. Nikamwambia, na ukafanyaje? Akasema mimi nikashangaa kwa sababu mimi nasema ni shetani gani anatafuta, maana mimi sina mzee amepumzika, na mimi niko na wajukuu, sitaji mtoto tena. Kwa nini mimi natoka? Nikamwambia tayari endo kaombe, kwa sababu in the spirit, kwenye ulimwengu wa roho, hao watoto ambao umeshawazaa physically, the devil want to abort their destiny. Baada ya muda firstborn akawa kichaa. Kumbe Mungu alikuwa anaongea na yeye. Na mimi nakuombea leo, kataa roho ya kupuuza vitu. Wewe mwanzo acha kupuuza vitu. Ukisikia mafundisho kama hii, kuna watu unaanza vile tunafundisha. Tangu tumefundisha hii kanisa, kuna watu ambao hata Biblia hawabebi, notes hawaandiki, wako tu. Wakitoka hapa, kuna mtu akitoka hapa saa hii hata akumbuki apostle alifundisha nini na hataki kujua. Na akitoka hapa hata kuomba haombi, yuko tu kile tunapuuza. Hata itokee nini? Haleluya. Wewe mwenzako, wewe ni lini utakuwa serious na maisha yako? Sikufundishi uwe muoga, sikufundishi uogope vitu, lakini nakufundisha kwamba anything you face in life, take it serious and handle it serious. Haleluya. Ukishakuwa na hiyo roho, hautawahi anguka, hautawahi shindwa, kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe unaweza kupokea neema. Umepokea neema ya kushinda roho ya ignorance. You spirit of ignorance, live my life. Roho ya ignorance, live my life. Roho ya kupuuza vitu, toka. Kuna watu saa hii hawaamini. Saa hii hata pastor yupi ya ubiri anaamini mapastor wote ni maconmen na hakuna Mungu anachoma watu. Mzee mmoja mlevi alikuwa anamhubiria na prophet, anakuja pombe sana. Anasema vijana, wacheni ujuaji. Tulizaliwa baba zetu akinywa pombe, sisi tunakunywa.
Mungu gani huyu anatengeneza pombe alafu anachoma watu akinywa hiyo pombe ametengeneza? Anasema hakuna kitu kama hiyo. Na ignorance will make you to stick with something that will kill you. Itakufanya unangangania kitu ambacho kinakuwa unangangania hata ukiambiwa uwezo ukasikia. Sema nafunguliwa. Point nyingine tumalizie. Sema nafunguliwa tena. Point ya mwisho tuingia kwenye maombi. Ni kitu ambayo inaitwa kwa nini watu wengi wanashindwa kwenye maisha ya mwisho. Ni lack of patience. What is patient? Uvumilivu ni nini? Patient is ability to wait when you are still having a positive attitude. Sio tu waiting. You are waiting but you have a positive what? Kwamba nangoja lakini nangoja matokeo mazuri. Kwa sababu acha tuvumilie, hatujui itakuwaje. Kama ni kukufa acha tukufe. Hapana, unasubiri ukiwa na mawazo kwamba I'm waiting but one day I will make it. Having a positive mind. Positive what? Positive mind that one day I will make it. Hallelujah. Many people they wait but they don't have a positive what? Mind of waiting. Ukishafanikiwa kuwa mvumilivu, your testimony is guaranteed. God promises are carried inside patient. Ile kikapu imebeba ahadi za Mungu. Uvumilivu ni one of them. Uvumilivu ni one of them. Nature ya mwanadamu haina uvumilivu. Watu wengi hawana uvumilivu. Hawana uvumilivu. Yuko kwenye ndoa. Kilichomfanya Ibrahimu apokee baraka zake, Ibrahimu alikuwa na uvumilivu. Ibrahim had a spirit of patience. Maandiko yanasema malaika walipomtokea wakamwambia, Ibrahim, mwakani majira kama haya utapata mtoto. Wale watu ambao wamesoma Biblia, ukiangalia umri wa Ibrahim alipopewa prophecy ya mtoto kwamba atazaa mwaka huo, na wakati ambaye mtoto amezaliwa, if you look the interval of those years, inaenda karibu 25 years. Na Mungu alisema next year kama sai. Asingekuwa na uvumilivu, angesema Mungu amenidanganya, Mungu amenitapeli. When God say it is done, it is done. Give him time. When God say you'll get a child, you'll get a child no matter when. If God say you'll be promoted, you'll be promoted. If God say you'll be married, you'll be married. The problem is the ability to wait God's time. The difference between people who have received God's blessing and God's promises is the people who have ability to fix in God's calendar. Because God's calendar is not our calendar. Kalenda ya Mungu sio kalenda yako. Ndio wanasema 1,000 days is like a day to God. Hebu imagine 1,000 is equals to 1,000. 1 is equals to 1,000. 1,000 is equals to 1. Hiyo ni hesabu gani? Professor gani anajua? Which professor anajua kueleza kwamba which calculus is that? Kwamba if x is 1, if 1,000 is 1, inakuwaje? Inaitwa God School of Mathematics. Na ukishafanikiwa lazima utapokea. Na kuombea leo kwa jina la Yesu. Sema Roho Mtakatifu. Sisikia watu akiomba. Sema Roho Mtakatifu, nipe neema, nipe kibali ya kuvumilia. Maana sio rahisi kuvumilia. Sio rahisi kusubiri Mungu. Sio rahisi. Mwambie Bwana Yesu, nisaidie. Kama kuna kitu unatakiwa uombe kila siku,
omba Mungu akupe uvumilivu. Hakuna kitu ngumu kama uvumilivu. Ndio maana watu wanajinyonga. Ndio maana watu wana divorce. Ndio maana watu wanaiba. Ndio maana watu wanaacha shule. Uvumilivu sio rahisi. Sio rahisi. Ndio maana mpaka wachungaji wanafunga kanisa. Uvumilivu sio rahisi. Lakini Mungu akikupa kibali uwe na uvumilivu. That's why patience is what? A fruit of the Holy Spirit. Ni tunda la Roho Mtakatifu. Ukikosa hiyo tunda, hakuna mwanadamu duniani anaweza kuvumilia upinzani wa hii dunia bila tunda la Roho Mtakatifu. That's why nakuombea leo Roho Mtakatifu akupe tunda la patience. Fruit of the Holy Spirit. Inaitwa kitu inaitwa patience. Lack of self control. Kuna watu ambaye hawawezi kujicontrol. There are some things you are going to life, they just need you to control. And there are many types of self control. There's what we call self control in talking. Kuna watu hawana self control kwa kuongea. Ndio imefanya waanguke, imefanya waharibikiwe. Anaweza akaongea kitu chochote. Kuna mtu akikasirika, anaweza akaongea baada kwa nilisema nini? Sasa ulisema. Ujiona mtu amerekodiwa, alafu anaikuwa hiyo rekodi, hasema hapana. Sasa na nilisemaje kweli? Ama ni mtu ameiga sauti yangu? Hakuna mtu ameiga sauti yako, ulipoteza self control. Hata mtumishi wa Mungu anaweza kuwa anointed, ukapoteza control. Ukaanza kuongea vitu, baadaye ikienda viral sasa, kwa nini nilisema semaje? Nasema hii tini ya ninja haina akili. Si haina akili. Wewe ndio ulikosa self control. Mwambie mwenzako wewe kuwa na self control. No matter how you are hurt, no matter how you have been pain, tell the Holy Spirit, give me self control. Are you in pain? Tell God, give me self control. Are you anxious? Tell God, give me self control. If you have self control, you will make sober decisions. Sober decisions are the result of self control. You can imagine sasa ile umekwazwa, umeumizwa, umesikia uchungu mpaka uoni. Unakaa tu unatulia. Unanyamaza. Ndio maana gari yote ambayo iko speed, ukishika brake emergency na watu. Ni kweli ni uongo? Lakini gari ambayo inaenda speed ambayo ni controllable speed, haiwezi kaua. Hata kama itaanguka, damage yake sio kubwa. Damage yake sio kubwa. Kuna watu leo wako hapa wamepoteza vitu nyingi kwa sababu wamekosa self control. Kuna watu wana laana ya wazazi. Maana mama yake aliongea kitu, akasikia tu amechemka, akamjia tu bado ya kusema sorry lakini umeshaharibu trust. Umeshaharibu. Kuna watu kanisani hawana self control. Wanatoka tu kanisani wamekwazwa vile kumehubiriwa, amekwazwa na viongozi wenzake, amekwazwa tu na washirika, anaenda kule nje, anaongea, anachanganya mtu mmoja amemkosea lakini anatukana kanisa nzima mpaka pastor. Anapata laana ambaye haina sababu. Ujiona mtu amekosewa hata kwenye media anaongea, anatukana makabila yote. Amekosewa na mtu mmoja, unachukua kabila nzima. Sasa ndio kabila fulani wanakuanga na ujinga, na huyo ni mtu mmoja ndiye amekosea. Ndio unaona siasa nyingine ana self control. Kanisa moja ikosea anatukana makanisa yote. Makanisa yote ni maconment. Wanasiasa wote ni maconment. If you don't have self control, you'll never differentiate people. You never classify people. You can treat all people equally. And ukishafika hiyo level, forget blessing, forget favor, forget the grace of God. Na kuombea leo, pokea neema self control. Wewe mwanzo pokea self control. Hallelujah. Hata kila kitu, anything that does not have self control, it will kill you. Hata kwa mfano leo ukiomba na una self control, sasa ili nipake anointing, unafunga Monday, unafunga Tuesday, unafunga Wednesday, utakufa. Ni kweli ni uongo?
Ni kweli ni uongo? Haleluya. Mwambie mwenzako, wewe ni nini kuanga na self control? Mwambie ni kuongea. Mwambie ukikasirikanga yako yote unaongeangaje? Baba, huyu ni pasta. Pasta gani? Huyu ni baba yako. Baba nani? Baba nani? Baba yako kabisa. Baba ndio baba nani huyu? Baba sasa kai. Hey, mwambie wewe, look yourself. Kuna wengine hawana self control ya kuvaa. Wanavaa tu bora wavae. Anawajali. Mwanzo kuna self control ya kuvaa. Hata urembo na self control. Sababu mwingine amevaa hii mavitu kwenye macho hizi. Alafu shida nyinyi akina mama, Mungu awarehemu. Sio wote, baadhi. Mungu awarehemu. Maana mimi naangalianga mara nyingi, mimi nakuwa makini sana. Nikiona mama akisalimiana, naangalianga. Sasa mama amemhaga mwingine. Sweetheart jamani. You are beautiful, my God. Na ndani ya sababu kabisa amekaa kama chini huyu. Wewe kuwa na self control. Hata ukipiga perfume, usipige perfume mpaka yani ukitembea barabara nzima street, harufu yako ndio imejaa street peke yako. Ambie kuwa na self control. Haleluya. Anasemaje? Ataki. Ambie self control. Haleluya. Self control is ability to hold your emotion. Is ability to hold your emotion. Either emotion are high or low, you are able to control your emotion. You are able to control your feelings. Mtu ambaye ana control feelings zake, una uwezo. You feel to sin but you control your emotion. Kuna mtu ana control, nasikia kunywa pombe unajicontrol. Nasikia kuzini unajicontrol. Nasikia kutukanana control. There's not hakuna force mbaya kama force of emotion. The moment you can control your emotion, you can control your destiny. And the devil will never manage to mislead a person who have self-control. Self-control is a person who think twice or think thrice before he cuts. Yani mtu ambaye anakata anapima mita 3. Anaweka alama. Anarudia tena ni 3. Lakini mtu ana self-control anafanya tu hivi, anadoka 3 kata. Kuja kupata baadaye imekatwa 2.5. Mwenzako wewe pokea roho ya self control. Self control is a spirit of ile kidness ama ile umakini tuaje, attentiveness. Yaani mtu ambaye ako very attentive. Attentive kuongea. Attentive kusikia. Kuna wana self control wakiongeleshwa tu kwamba sasa anaongeleshwa hiyo nimeshajua, hiyo ina shida tutamaliza. Hajasubiri hata mtu amalize kuongea, amesha block. Wewe mwenzako wewe self control. Mwambie wewe ni mama. Kwa self control, mzee akiongea nyamaza, mzee amalize point. Mzee naye mama akiongea mpatie amalize point alafu utajibu. Haleluya. Kuna wengine hawana self control hata kwa maboss hana. Wewe mwenzako wewe ni lini utakuwa na self control? Wengine hawana self control hata ya kula. Anakula kila kitu. Na anakula popote, anywhere. Anywhere akisikia njaa anakula anywhere na hapo. Mwambie mwenzako wewe, sasa ile uko na njaa kali unakulanga wapi? Do you know you can be unaweza kuwa mtu ambaye unaheshimiwa. Mungu amekubariki, amekupa heshima kubwa, amekupa nyota, amekupa neema. Lakini kama una self control, you lose value. Self control increase your value. Mtu ambaye atakiingia mahali, unajua mtu akienda hata mahali hana taratibu, anakuta watu kama 4 5, rafiki yake ako hapo, hata yeye kujua kwamba huyu rafiki yangu ako na kina nani, ndamsalimiaje. Mtu hata hajali, anakuwa anamrukia fulani, oya Fi Buda, anamuita majina mengine ambaye walikuwa ita zamani na ni mbele ya watu very key. Unashangaa unamwangalia hivi. Asa mbona niangalia, si ndio jina yako? Waza fulani. Who is this madman? Kumbe sio mad, ni self control hana.
Wewe mwenzako, wewe ukikutananga na rafiki yako ako ndani ya watu, unamsalimiaje? That's why hata kama ni miaka ngapi hujaonana, wewe msalimie kwa heshima na watu wote. Mkitoka hapo kando, enda kumsalimia ile nyingine yenu. Haleluya. Ataki hiyo. Kuna watu wana self control. Angalia status zake, ana post everything. Hata nataka kujua kwamba mimi kwa simu yangu, status zangu, kuna watu wa heshima ambao sitaki waone ujinga wangu mahali na kuanga. Self control ina expose ujinga yote uko nayo. Self control, kama hauna self control, lakini ukiwa na self control unaweza kuwa una ujinga, lakini self control inaficha ujinga yako. Una post kila kitu. Hata unasahau kwamba mama yangu anaingia kwenye status, anaweza akaona. Baba yangu anako hapo. Boss wangu yuko. Lakini unaweka kila kitu. Kwenye Facebook una comment kila page, mpaka zingine hazikomendiki. Bado na watu wanaona. Kuna watu wanaona, wana screenshot tu. Siku moja nilikuwa na rafiki yangu mmoja akaja hapa hivi. Is a very senior person. Akaniambia, "How you? I saw you with ABCD with the prophet. Is your friend?" Akaniambia, "Is our friend, very close friend." Akaniambia, "Na mbona msimwambie aache ujinga?" Akaniambia, "Asiniambia usiseme hivyo." Akachukua simu yake, aka screenshot mapeji ile na comment za ujinga. Nifanya hivi. Nasema anaria mada, kumbe ni mchinga. Kumbe ni kukosa self control. Haezi, kuna mtu akisoma kitu, asadi. Kama hajamalizia ameshaandika. Hata sisi kwamba hii kitu nikiandika inaweza ka affect watu wengi kwa nyuma yangu wananijua. Wacha tu niache. Kuna watu hawaezi. Mwambie mzako wewe. Mwambie wewe, kuanzia leo pokea self control. Hii Kenya sasa tuko. Viongozi wetu tuko nao. Wakikosa self control ya kuongea, hii nchi itachomwa. Itawaka moto. Hii. Na siku hizi kwenye social media, kila mtu anaongea vile anataka. Mpaka tusipokuwa makini, unaweza ukaamuka, ukastuka, ukasema kwamba leo ndio mwisho wa Kenya. Mimi mwenzako leo kuwa na self control. Anasemaje? Ako nayo? Ako nayo? Vile anavaa, kuna self control vile anavaa. Asema maisha ni yangu, nguo ni zangu. Ndugu yangu, wewe. Kuna nguo zingine unavaa inatisha, haina self control. Zimeandikwa majina ya ajabu ajabu. Nilikuwa namwambia dada moja Nairobi, mapepo ikalipuka. Alikuwa amevaa shati imeandikwa hapo nyuma, "Kiss me." Akasema, nilikuwa namwambia, "Kama pasta, kuja pole pole." Hayo kanya. Asema huyu tulimuingia street ya Nairobi, street fulani. Kwa nini? Sisi tulipita, tukasoma nyuma yake, amesema kiss me, tukamkiss. Nikamwambia physical, sio physical, tulimkiss kiroho tukaingia. Sababu anavaa, maana anaona watu wanavaa. Mwambie mwenzako wewe, hata unaweza ukacomment vitu zingine, mapepo yakakuingia. Unaweza ukavaa nguo zingine, mapepo yakakuingia. Unaweza ukaongea maneno fulani, nguvu za giza zikakushambulia. Jifunze, self control is a fruit of the Holy Spirit. Mwambie mwenzako, how many fruit of the Holy Spirit do you know? I think next time I have to teach this one. They are very very key. Hallelujah. Mwambie mwenzako, kuanzia leo pokea roho ya self control katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu. Inua sauti yako, sema, Bwana Yesu, nipe roho ya self control katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, rudia tena, sema, Roho Mtakatifu, nipe self control. Endelea kuomba kila moja. Endelea kuomba. Mwambie, nipe Bwana. Can you mention the area you need self control? Pray genuinely. Nashangaa utaki kuomba, wengine wanaomba. This is very important. Raise your voice. Mention that area you lack self control. Mention that area you lack self control. Tell Jesus, give me self control. Lord Jesus, give me self control in my marriage, in my business, in my career. Lord Jesus,
Give me self-control. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Begin to pray, begin to pray. Raise your voice, keep on praying. Keep on praying, keep on praying. Tell Lord Jesus, I pray for my life. I pray for my life. Give me self-control. 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 I desire self-control. Ni control mawazo yangu. Ni control. Kuna watu ambaye hawawezi wa control their thought. Wanawaza mambo ya ajabu. Wanawaza vituko. Hawawezi. Nila kuomba. Pray, pray by faith. Mwambie Yesu, wewe ni mwimbaji, wewe ni muombaji. Mwambie Yesu, nipe self control. Napoongea na ndugu zangu, napoongea na wazazi, napoongea in public, napoongea in private. Baba, nipe self control. Katika jina la Yesu, self control, self control, self control, self control. Mwambie Bwana nipe self control in my life, in the office, in my family. Give me self control. Self control. Kuna wazazi leo, kuna wazazi ambaye wana self control, wamelaani watoto wao, wamelaani watoto wao, walikuwa na hasira wakashindwa kujizuia, wakalaani watoto wao. Mwambie Yesu, give me Bwana. Wengine wamelaani waume zao, wamelaani watoto wao, wamelaani ndugu zao. Mwambie Yesu, give me self control. I need self control. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Something is happening. Nguvu ya Mungu inaingia ndani yako. Power, 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 power. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Self control in everything you do, in your talk, in your life. Oh my good God, raise your voice and pray. I'm not hearing you. Endelea kuomba kwa imani. Mwambie Yesu, nisaidie Bwana, nipe self control katika maisha yangu kwa damu ya Yesu. Anza kuomba tena. Tell God, me patient. I need patience. 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 Oh Bwana, give me patience. 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 Give me patience, Lord. Oh Bwana, mwambie nipe uvumilivu. Nipe uvumilivu Bwana. Nipe uvumilivu. Nipe uvumilivu katika maisha yangu. Nipe uvumilivu. Nipe Yesu. Nipe uvumilivu katika maisha, nisianguke, nisiharibikiwe, nisiwe mtu ambaye siwezi vumilia, siwezi subiri. Oh Roho Mtakatifu, nipe uvumilivu. Nipe uvumilivu Bwana. Nipe uvumilivu katika jina la Yesu na kuombea. Mwambie Bwana, nipe uvumilivu. Mungu akupe uvumilivu katika biashara, katika mapito yako, whatever you are going through, whatever challenge you are going through, Mungu akupe uvumilivu. Receive patience. Receive patience. Receive patience. Receive patience. The gift of patience. The gift of patience. The gift of patience. The gift of patience. In the name of Jesus. Mungu akupatie. Mungu akupe patience. Mungu akupe patience. Mungu akupe patience. Usichoke, usilegee, usiishie njiani katika jina la Yesu. Patient, 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 patient. Kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Malaika mwenye nguvu, Baba akuguse. Roho Mtakatifu akuguse. Roho Mtakatifu akusaidie. Kwa nini usiombe hata kwa machozi? Ni lini utakuwa serious wewe? Ni utaje kuwa ignorance? Ukaomba, ukamwambia Mungu siwezi. Kuna vitu ambaye nimechoka. Kuna vitu ambaye siwezi kuendelea katika familia, katika biashara, katika kazi, katika ndoa. Mwambie Yesu, nisaidie. Nisaidie Bwana. Nipe neema, nipe uvumilivu. Nisaidie Bwana. Nisaidie. Nisichoke. Nisichoke Yesu. Nisichoke Baba. Baba nisichoke. Nisilegee. 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 Nisianguke. Roho Mtakatifu akubatize. Roho Mtakatifu akubatize. Roho Mtakatifu
akubatize. Roho Mtakatifu akubatize. Roho Mtakatifu akubatize. Roho Mtakatifu akubatize. Be baptized by passion. Be baptized by passion. Endelea kuomba kwa imani. Endelea kuomba, kuna nguvu inaingia ndani yako. Wale ambao wanaomba kwa imani, iko nguvu inaingia ndani yako. Iko neema inaingia. Iko nguvu inaingia. Overflow. Overflow. Raise your voice. Begin to pray. Tell Holy Spirit, impact me with the passion. There are a lot of things that I'm going through that I cannot manage by myself. There are the things that are beyond me, that I am exhausted. I cannot hold it anymore. I cannot hold it anymore. The pressure outside is too much for me. The pressure is too much for me. Holy Spirit, help me to handle. 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 I don't want to disappoint you, my God. I don't want to disappoint you, my God. I don't want to forsake you, my Lord. Holy Spirit, empower me. Empower me again. Strengthen me again. Enable me again. Those who are watching online, begin to pray. Connect with us wherever you are. As we are praying that the Lord may give us grace to overcome our temptation. The grace to overcome our temptation. That we will not fail. That we may give us patience to overcome. He may give us self-control to overcome. Pray with us. Pray with us. Wherever you are following, wherever you are watching, wherever you are connected in Pinnacle Embassy TV, you are connected in YouTube, in Facebook, any platform you are using, begin to pray. Connect with us. Connect with us. Viewers all over the world. Viewers all over the world. We are praying with you. Agree in us. Be in agreement with us. We are praying the grace to continue. The grace to overcome our challenges. The grace to overcome our temptation. Anything you are going through, any challenge that you are going through, any pain that is beyond your control, any pain that you are about to leave, you are about to hand over. Don't hand over. Don't surrender. May the Lord empower you. Don't resign. Don't resign. Don't resign. The Spirit of God is there for you. Holy Spirit is there for you. Holy Spirit is there for you. May you be impacted with the patient. Patient of waiting. Patient of waiting. Patient of waiting. It is too much for you, but it will never be too much for God. The Bible is very clear. Matthew 11. The Bible says, come to me, all who are heavy burdened. I will give you rest. Tell Jesus, I bring my burden to you. Mention your burden. I'm not seeing people praying. I'm not seeing people praying. Why don't you cry to God? Why don't you cry to Him? The Lord, this is my burden. Mention your burden. Mention your burden. Wherever you are, mention your burden. If you can go to your knee, go to your knee. If you can cry, cry to Him. Raise your voice louder. Tell Lord, this is my burden. This is my burden. Is it marriage? This is my burden. Is it barrenness? This is my burden. Is it jobless? This is my burden. What is your burden? What is your burden? Oh, my Jesus. My faithful God. My faithful God. My faithful God. Those who are dearly praying by faith, be anointed. Be anointed. Be anointed to carry your burden. Tell God, He is a merciful God. Remember, we are praying a merciful God. Remember, we are calling a faithful God. Remember, we are calling a faithful God. He is worthy to be trusted. 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 He is a faithful God. He is a faithful God. He is a faithful God. Those who are in true tears, those who are praying a genuine prayer, let a solution appear. Let a solution appear. My good God, my good God, you will not divorce. You will not lose that marriage. You will not lose that business. You will not lose that position. May God have mercy on you. Your children are not going to lose. Here we are, Lord. Here we are. The church is here.
They are here. We are praying, Lord. We are praying for one prayer point. Lord Jesus, make a door to an exit. Give us an exit of our test. Give us an exit of our temptation. Lord Jesus, Lord Jesus, we are praying for our families. We are praying for our brothers. We are praying for our marriages. We are praying for our nation. Make an exit. 1 Corinthians 10 verse 13. You have said there's no temptation that have overtaken mankind. But Lord, you have said you're gonna make a way that we may endure. In endurance way to appear. Begin to raise your voice. Tell Lord Jesus, make a way, make a way, make an exit. I'm going to see people praying. Rapa Krobadesh. Intamalabados. Something is happening in the spirit. I'm seeing in the spirit. Something is happening. Something is happening. Overflow. Don't pray lightly. Don't pray lightly. Don't pray lightly. Those who are watching us, wherever you are, don't pray lightly. Tell Jesus, carry my burden. Carry my burden. I don't want to lose. Tell Lord, I don't want to lose. I don't want to surrender to my challenge. I don't want to surrender to my battle. I don't want to surrender, Lord. I don't want to surrender. Appear, Lord. Appear, appear. Appear with your solution. Appear with your power. Father, there are people who are here. They are about to lose. Their marriages, they are about to lose. Their business, they are about to lose. It is about to be over. It is about to be over, Lord. Appear, Lord. Jesus, here we are. Here we are. Here we are. Blood of Calvary. Blood of Calvary. That speak louder than any power. The blood of Calvary that speak louder than any blood. Oh my Jesus. I'm shocked with the people who are just opening their eyes and looking around. I'm shocked which kind of a person are you. In such a moment, in such a presence like this, with such a glory like this, with such an opportunity like this, why don't you open your mouth? Call upon your God. Raise your voice, raise your voice. It is your season to exit. It is your season to exit. It is your season to exit. An exit is here by the grace of God. Oh Jesus. That operation that is about to happen, let an exit appear. That operation that is about to enter your family, I pray an exit. I pray for 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 an exit. That disease, I pray for an exit. I pray for an exit. I pray for an exit. My good God of heaven, something is happening. Something is happening in that marriage. Something is happening in that business. Oh Jesus. Here we are. Here we are. Here we are. We are exhausted. People are about to run away. People are about to surrender. People are about to give up. But here we are. You are a faithful God. You have promised to be with us. You have promised to be with us. Umesema hautatuacha mpaka mwisho wa dahari. Umesema uliahidi hautatuacha mpaka mwisho wa dahari. Yeyote anayeomba kwa imani, yeyote anayekulilia, leo mlango ifanyike. Mlango ifanyike. Mlango ifanyike. Mlango ifanyike. Yes Lord. Yes Lord. It is too hard for you. It is not too hard for God. It is hard for us. It is not hard for God. Oh Jesus. Oh Holy Spirit. We need you. We need you. I wish your spiritual eyes are open. You may see the season that God is communicating to you. But the problem, many people are so carnal. They never understand the season of the encounter. Something is encountering you right now. A burden in your heart is about to be offloaded right now. An angel is offloading your spirit. An angel is offloading your spirit. An angel is offloading your spirit. What is that burden that man cannot offload? There is God of heaven. 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 There is God of heaven.
Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, provider, Jehovah Jireh, provider, Alpha and Omega, the beginning and the end. Appear in the Yasin, 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 Lord. Lord, appear. Lord, appear. Appear, Lord. You appear to Sarah. You appear to Job. You appear to Daniel. Appear to us. Appear to us, Lord. Holy Spirit, here we are. Here we are. Here we are. Encounter with us. Keep on praying. Something is happening in the Spirit. My good God. Ee Bwana, niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Ee Bwana, nipandishe. Ee Bwana, my good God, nisimame, nipande milima yote. Ee Bwana, nipandishe. Ee Bwana, niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Ee Bwana, nipa. Ee Bwana, Ee Bwana, worship him, worship him. He's worthy to be worshipped. Kwa imani nisimame, nipande milima yote. Ee Bwana, Ee Bwana, Ee Bwana, niinue kwa imani, nisimame. Worship him, worship him. Raise your hand, worship him. Something is happening. My good God. Worship him, worship him, worship him, worship him, worship him.